Ndugu zangu ambao mnaoishi hapa Marekani, ndugu zangu wa Kongomani, naongea na nyinyi kwa siku ya leo. Nataka niwajulishe uchawi umefika hapa Marekani, na uchawi una muda sasa toka uingie hapa Marekani. Kipindi hicho cha miaka ya 2016 na 7 na 4 na 5, kipindi watu ndo wanakuja hapa Marekani, watu walikuwa wanatumia njia tofauti kutaka kuzuru wenzio ambao walikuwa wanakuja hapa Marekani. Watu walikuwa wanatumia njia za simu, yaani mtu anakupigia simu huku anafanya uchawi ili kuhakikisha anakutupia maradhi, anakutupia kitu chochote kile ambacho kitakuzuru ili usiendelee kuishi hapa Marekani. Na huo ulikuwa ni wivu wa maendeleo. Kama tunavyojua, uchawi unaendana na mtu kuwa na wivu, yaani ni uhusiano wa mtu ana wivu wa kile ambacho unachokifanya na hataki wewe usonge mbele kimaisha. Yaani anaona wewe umeshapata maisha au mtoto wako wamefanya kitu fulani ambacho ni kizuri. Hapo ndipo wachawi walikuwa wakiingia, wanahakikisha wewe unakufa, usifanikishe kile ambacho ulikuwa umekipanga. Umefikaje hapa Marekani uchawi? Hilo ndio swali ambalo watu wengi sana inabidi tujiulize. Na ni kweli uchawi umefika Marekani? Mimi nikuhakikishie uchawi ulifika Marekani muda mrefu sana, kwa sababu hapa Marekani kumeshafika watu wa aina tofauti hapa Marekani. Yaani wale watu ambao tulikuwa tukiishi nao makambini tuliwajua baadhi ni wachawi, na wengine ambao wanaweza wakawa wachawi kutokana na mazingira ambayo wanayoishi au kutokana na maisha ambayo wanayoishi, kwa sababu uchawi ni wivu wa mtu, anakuonea wivu kwa kile kitu ambacho unachokifanya cha maendeleo. Au wewe ukifanikiwa uzidi mwenzio anaona wivu, anatafuta njia akuondoe duniani ili usiendelee kufanya kile kitu ambacho alifikiri kwamba kitaleta mafanikio kwako. Uchawi umeingiaje hapa Marekani? Uchawi unaingia kwa njia ambazo zipo very simple, kama vile unavyotuma dawa huko Afrika utibiwe maradhi ambayo yanayokusumbua, utibiwe kitu chochote ambacho unachoona kinakusumbua, au ulete mboga uje utumie hapa Marekani. Ndivyo uchawi unavyofika hapa Marekani. Kwanza, uchawi ni nini? Uchawi na dawa za kienyeji ni vitu ambavyo vina uwiano, ni vitu ambavyo vipo similar usipoangalia. Yaani mtu ambaye anatumia dawa za kienyeji anafanya hizo dawa in a very positive way. Sasa mtu ambaye anayefanya masuala ya uchawi, kuua watu, anatumia hizo dawa kwa njia ambayo ipo negative. Kwa mfano, mtu anaweza akatuma dawa, kwa sababu dawa ili kutibu inabidi uchanganye dawa mbalimbali, kwa sababu dawa yenyewe moja sidhani kama inatosha kukutibu. Kwa hiyo mtu huwa anatumia dawa au mizizi ya miti tofauti tofauti ili kutibu mwili, na hiyo mizizi inatumiwa kwa njia negative nilivyokuambia, ambayo inapelekwa tofauti na wataalamu wa kutumia hizi dawa ili ikuzuru wewe mwanadamu kwenye mwili wako. Sasa hapo ndipo utakapoelewa kwamba uchawi ni dawa za asili ambazo zinazotengenezwa in a very negative way kwa kuua mtu, kwa sababu kuna kutengeneza dawa ili mtu apone na kuna kutengeneza dawa ili mtu afe. Na ukitengeneza dawa ili mtu afe, huo ndo tunaita uchawi. Tukitengeneza dawa ili mtu apone, hapo tunaita mganga wa kienyeji. Na ukiangalia kwenye historia, waganga wa kienyeji na wachawi ni watu ambao wanatembea njia moja, ni watu ambao wanafanya vitu kwa pamoja, kwa sababu hizi dawa huwa zinanunuliwa kwa watu. Yaani mtu anaweza kaenda kwa mganga fulani akanunua kifaa fulani akachanga na kifaa fulani akapata dawa fulani, akaenda huku akachukua kitu fulani akachanga na kitu fulani na kitu fulani akapata dawa, akafanya uchawi ambao utakao mzuru mtu. Sasa unavyoona maisha yako yanakumbwa na mambo mengi hapa Marekani, unajaribu kufanya kitu akiendi, unajaribu kununua gari zinaharibika, wewe ndo wewe wa kupewa tiketi, wewe ndo wewe wa kupewa makesi ambayo yaeleweki, wewe ni wewe, kila siku unakutana na polisi, ujue majanga yameingia kwenye familia yako, inabidi uact very fast. Uchawi upo hapo ulipo.
Uchawi upo kwenye hiyo state unayoishi. Inabidi uishi na watu wa Afrika ambao unaoishi nao kwa makini sana. Watu wameleta wivu, watu wana order dawa Afrika, na uchawi unafika hapa Marekani kwa njia hizo hizo nilizokuambia. Kwa hiyo fanya mambo yako huku ukiwa makini, kwa sababu uchawi ni kitu ambacho mtu anaweza akakifanya sehemu ambapo wewe mwenyewe haupo, akatumia majina, akatumia nyayo, akatumia kitu chochote kile, akatumia nguo yako, akatumia kitu chochote, na pale anapata kile ambacho alikuwa akikitarajia. Mimi nawapa onyo kuishi na watu vizuri na kuangalia watu ambao wanaowatakia mema pale mnapoishi. Mtu kama akutakii mema, usilazimishe kukaa naye. Chomoka zako. Hata kama ni nyumba ambayo unaishi naye maeneo, unajua hapa tunaishi kwenye nyumba za kupanga na mtu ambaye umtaki, unaona hakutakii mema, kama ni nyumba ya kupanga, ondoka zake, uende sehemu za mbali, ili uepushe changamoto hizo kutokea kwako au kwa mtu wa familia yako. Uchawi kama nilivyosema ni dawa za kienyeji zilizochanganywa kwa njia ambazo zipo tofauti. Waganga wa kienyeji na wachawi ni watu ambao wanaotembea njia moja, ni marafiki, ni ndugu. Mmoja tu huwa anafanya kwa njia ya kuponya watu, na hata anaweza kafanya hiyo njia alafu anaweza akakupa hata magonjwa huyo mganga wa kienyeji. Na ndio maana kuna mganga anaweza kukufanyia dawa leo, kesho kama ukumpa hela na kukwambia nitakufanyia kitu kibaya wewe, nitakufanyia hivi, wewe unanitania, wewe unanijua wewe, na yeye ni mganga. Kwa hiyo mganga anajua nini anachokifanyaga. Kwa hiyo hata ninyi ambao mnao oda madawa huko Afrika, angalieni watu ambao mnaofanya nao kazi, kwa sababu wanawaletea dawa ambazo zitawazuru. Dawa zimefika hapa Marekani kuchanganywa ili kufanya uchawi utawale kwenye community za sisi wa Afrika ambao tumekuja Marekani. Tuishi na watu tulionao vizuri, tusivutane vutane na watu. Lakini uchawi ni kitu ambacho wa Afrika tunatembea na. Hii ni asili ya mtu kumwonea mtu mwingine wivu na kuingia location anayoijua huko kumfanyia mwenzake kitu kibaya. Mimi naitwa Hussein Kubwa, napatikana hapa Cleveland, Ohio. Kama wewe una uchawi, nafikiri sio kitu kizuri kuleta hapa Marekani, kwa sababu Marekani kila mtu yupo busy na mambo yake. Hacha wenzio waishi maisha yao, na wewe pambana ili ufanikishe kitu chako. Hapa Marekani hata ukimuoa mwenzako hautapata. Kama alikuwa na gari, hizo gari hawatokupa, kwa sababu gari zipo kwenye madina ya huyo mtu. Kila kitu anachokitafuta, kama ni benki, ni hela, hautozipata, utakuwa unajihangaisha bure. Uchawi haunaga faida. Tumefika sehemu ambapo tumekuja kutafuta hela, tupambane na kazi wa Afrika wenzangu. Tuachane na mambo haya ya kuwatakia wengine waharibikiwe, magari yaharibike, watu wafie kwenye magari, watu wafe kwa sababu hakutumii hela au hakupi chochote kile unachokitaka. Huo ni upumbavu na ni akili ambayo inayotufanya sisi wa Afrika tuzidi kurudi nyuma. Na wewe kama upo Afrika, usimwombee ndugu yako aliyopo hapa Marekani afe, kwa sababu hata akifa wewe hutopata faida yoyote. Muombe aishi, labda kuna siku atakunjua moyo akakusaidia. You never know, siku hiyo ambayo inayokuja anaweza akakusaidia kwa kile kitu ambacho unachokikosa. Usikate tamaa kwenye maisha na usimkatie mtu yeyote tamaa. Uchawi umefika, tuwe makini wa Afrika wenzangu, lakini tusiwaogope sana wachawi, kwa sababu haya ni masuala ambayo tumezoea. Tuishi maisha yetu na mambo mengine Mungu atatusaidia tukiwa tunaomba na ikiwa tunaamini kile ambacho tunachokifanya ni kwa uweza wa Mungu. Usisahau kusubscribe channel hii ili clip kama hizi zikufikie popote pale unapoishi. Asante sana.